Pana pesa nyingi sana. Una tatizo gani? Nimepatwa na changamoto. Ndio maana nimekuja kwako. Lakini kumbuka kuwa ni pesa nyingi sana. Siwezi kukukopesha. Tangazo, tangazo, soma tangazo. Basi nikuuzie shamba langu ili niweze kutatua changamoto zangu. Hapo sawa. Ila itakuwa lini? Anko Jimmy, sio itakuwa lini, ni sasa hivi. Twende kalione shamba, chukua na pesa moja kwa moja kabisa. Basa, nisubiri nakuja. Utangamia sababu ya tangazo. Tangazo, tangazo, chunguza tangazo. Tangazo, tangazo, peleleza tangazo. Jifunze kuchunguza, usipende kukurupuka. Mtegoni usije nasa, familia ukateketeza. Tangazo, tangazo, tangazo. Isome tangazo, 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 siwe matapeli. Tangazo, 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 peleleza tangazo, peleleza tangazo. Marafiki wabaya wanaweza kuwa chanzo cha matatizo yako. Vishawishi vibaya vinaweza kuwa chanzo cha matatizo yako. Umeshawishika wazazi nyumbani umewakimbia. Wadogo zako wanalia, ugonjwa wa mama umewaeremea. Imani umepoteza, waganga umewasikiliza, nao wamekudanganya. Ramani imepotea, mama yako umempoteza, wadogo zako umetelekeza, akili zako zimeyumba, hujui ufanye nini.
mbona sasa umekuwa chini? Alikuwa na changamoto ya pressure. Tumejaribu kumpa dawa na kumsaidia kwa namna ya kupata drip za maji ambazo zinasaidia kushusha hiyo pressure. Ndio. Kwa mpaka sasa pressure yake iko vizuri, lakini nakushauri kidogo katika ulaji wake. Sawa. Azingatie mambo yafuatayo. Cha kwanza, ajaribu kupunguza chumvi na mafuta kwenye vyakula vyake anavyovipata. Asitumie chumvi nyingi na mafuta mengi kwenye vyakula vyake. Pia kwenye ulaji, kama utawezekana kupata baadhi ya vyakula ambavyo vitamsaidia katika kuweka hizo pressure vizuri. Miongoni mwa matunda ni matango ambayo yanaweza kumfanya pressure yake ikakaa vizuri, na pia afanye mazoezi. Ndio. Afanye mazoezi ya kutembea angalau kwa dakika 30 kwa wiki. Akipata muda wa kufanya zoezi angalau kwa dakika 30 hizo, mwili wake utakuwa umefanya zoezi, umekaa vizuri. Sawa. Mpaka sasa pressure yake iko vizuri, na nakushauri pia baada ya siku 7 arudie tena kupima pressure. Kama itakuwa bado haijakaa vizuri, pia itabidi sasa aendelee kutumia dawa za pressure. Lakini mpaka sasa tuko tumeweka kwenye matazamio kwa ndani ya hizi siku 7. Baada ya siku 7 arudi tena apime pressure. Kwa hiyo tunamruhusu kutoka. Ndio. Tukishamaliza hapa tunapita hapa kumwangalia pia na kumruhusu kutoka. Sawa daktari. Sawa. Unaendeleaje? Endelea vizuri. Safi sana. Ulikuwa unajua kwamba hii changamoto ya pressure ulikuwa unaifahamu kwamba una shida hiyo? Au ulipata tu mshtuko wa kawaida au una tatizo la muda mrefu? Ilikuwa ni pressure, ni hatari na shida, ile ilikuwa naumwa. Aha. Pole sana. Ulikuwa unatumia dawa? Sawa, tutakuandikia basi hizi dawa endelee kutumia. Asante daktari. Na hii tatizo ulikuwa umeshawafahamisha ndugu zako na familia? Sema tu bado naficha wanangu wasijue. Kutaka watoto wako wajue kama unaumwa? Ni kweli. Na mume wako je? Mume alishafariki. Oh, pole. Asante. Pole sana. Ila kakaangu yeye anaijua. Kakako anajua. Basi ni vyema ukiwafahamisha ndugu, hasa familia yako ndio iko karibu na wewe muda wote, ili siku ukitokea changamoto kama ya leo wawe wana maelezo juu ya shida yako. Sawa. Usiwafiche wanao juu ya shida ulionayo. Asante. Sasa ninapenda nikushauri juu ya ulaji. Ulaji wako, vyakula unavyotakiwa kula sasa hivi, uepuke chakula chenye chumvi nyingi na mafuta mengi. Unapokuwa unapata chakula chako, nawaambia kabisa watoto chakula kisiwe na chumvi nyingi na mafuta waweke kidogo. Pia upate muda mwingi wa kufanya zoezi la kukufanya utokwe jasho angalau zaidi ya nusu saa. Tangazo, tangazo, soma tangazo. Tangazo, tangazo, chunguza tangazo. Itakupeleka pabaya, hilo tangazo. Utangamia sababu ya tangazo. Tangazo, tangazo, chunguza tangazo. Tangazo.